Uhakiki wa tamthilia ya Kilio Chetu. Tamthilia ya Kilio Chetu. Mwandishi Medical Aid Foundation. Mchapishaji Tanzania Publishing House. Mwaka 1995. Kilio Chetu ni tamthilia inayovunja ukimya uliotawala miongoni mwa jamii katika kutatua matatizo makubwa ambayo chimbuko lake ni mahusiano ya kijinsia. Katika tamthilia hii vijana wanatoa sauti ya jitimai iliyojaa sononeko na shutuma dhidi ya wazazi, walezi na viongozi ambao wanafumbia macho swala hili nyeti. Ndiyo maana tamthilia hii inasisitiza sana haja ya kuwapa vijana elimu juu ya mahusiano ya kijinsia badala ya hofu na vitisho ambavyo vimedhihirika kupitia hali halisi ya kuwa vimeshindwa. Fani. Katika fani tuanze na muundo aliyoutumia mtunzi kuwasilisha kazi yake. Muundo. Tamthilia hii imetumia muundo wa moja kwa moja. Inaanza kwa kutuonesha wazazi wakibishana juu ya kutoa elimu ya jinsia na mahusiano. Mwisho Joti, mtoto ambaye hakupatiwa elimu hiyo, anampa mimba mtoto mwenzake Suzi. Baadaye Joti anakufa kwa ukimwi. Pia tamthilia hii imegawanywa katika sehemu 6. Sehemu ya kwanza inaonesha jinsi ambavyo gonjwa la ukimwi linaiteketeza jamii, wengi wao wakiwa watoto ambao hawakuwa na elimu ya jinsia na mahusiano. Sehemu ya pili, wazazi wanabishana juu ya kuwapatia elimu ya jinsia na mahusiano watoto wao. Mama Suzi anasema jambo hilo liko kinyume na maadili, lakini baba Anna yeye anaunga mkono swala hilo. Sehemu ya tatu inaeleza kuhusu watoto Joti na Suzi ambao wamekwisha anza mambo ya ngono. Pia watoto wameathiriwa na utandawazi kwani wanaangalia video za ngono bila wasiwasi. Sehemu ya 4 inazungumzia tabia hatarishi za Joti kuwa na wasichana wengi. Vilevile Anna, kutokana na elimu ya jinsia na mahusiano aliyonayo, anaendelea kukwepa vishawishi. Sehemu ya 5 mtoto Suzi kapata mimba, anabaki njia panda akiwa hajui afanye nini. Sehemu ya 6. Hii ni sehemu ya 6. Tunamuona Joti akifa kwa ukimwi na Suzi anabaki akiwa na mimba pamoja na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Pia katika fani kuna mtindo. Tamthilia hii imetumia mtindo wa 1. Dialojia hii, majibizano ya wahusika yametawala toka mwanzo mpaka mwisho wa tamthilia hii. 2. Monolojia hii, mtindo huu wa masimulizi umetumika japo kwa kiasi kidogo. 3. Mtindo wa masimulizi ya kingano, mfano katika ukurasa wa kwanza mtambaji anasimulia: hapo zamani za kale paliondokea kisiwa kimoja kikubwa sana. Kisiwa kilikuwa na watu wa kila aina. 4. Matumizi ya nyimbo katika ukurasa wa 29, Anna anaimba wimbo unaokemea wanaume wanaomfuata kumlaghai. Anna mie, niacheni mie. Msichana mdogo, bado ninasoma, niacheni mie. 5. Matumizi ya nafsi. Nafsi zote zimetumika lakini nafsi ya pili imetawala zaidi.